asifiwe. Amen. Naambianga watu wameaye mimi mshirika wa mayai. Sasa karibu watu wameaye nyumbani kwetu. Tumekuwa kwa ushirika juzi kwa mzuri sana. Amen. Tulikuwa kwa dada wetu katika na juzi natakiwa tuwe kamili, lakini kwa ajili ya shughuli sikuweza kufanya. Sijasahau, bado nitakuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningelipenda tutusimame sisi wote na ushike jirani. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu wangu. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu wangu. Mwambie tu Bwana asante kwa kumleta katika mkesha wa siku ya leo. Maana kuna kitu ambayo Bwana ameweza kutuunganisha wewe pamoja nami. Usiku wa leo ama siku ya leo, kuna mtu alitamani kuingia pamoja nasi lakini hakuweza kufanikiwa. Lakini ashukuriwe Bwana, vile tumeshikana mkono. Bwana amekuwa na makusudi kwa ajili ya wakati huu, ya kwamba tukakuje tumwambie Yesu, wewe ni Bwana, wewe ni mfalme wa ajabu, wewe ni mkombozi, wewe ni mshindi wa washindi. Ndiposa umetushindia kwa ajili ya wakati huu tukawa jinsi tulivyo. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya wakati huu. Kuna mtu ametamani kusimama vile umesimama, hajaweza kusimama, lakini ashukuriwe Bwana, maana wewe na mimi tumesimama. Amen. Bwana wabariki. Wacha tuketi. Wakati huu tunasema ni asubuhi, lakini Bwana ametupa nafasi. Mara mingi iwa tunasema ni usiku wa manane. Nataka kuwashukuru watu wa Mungu katika siku ya leo ama wakati huu. Sio rahisi vile mtumishi wa Mungu alipokuwa akitueleza ya kwamba ikiwa watu wangu watanyenyekea na kuomba na kuacha njia zao mbovu, mimi Mungu nitashuka juu yao. Nataka kuatia moyo ya kwamba Bwana anashuka katikati ya maisha yako. Maana ulipoangalia anga, wakati anga iliposhuka jioni ya leo, haungeweza kufika, lakini kwa sababu ulimtumainia Bwana, ukasema Yesu mwokozi wa maisha yangu, haijalishi itanyesha, haijalishi itakosa kunyesha, haijalishi na mvua itakuja, leo hii nitaingia katika ibada. Yes. Na wakati umekuja, tarajia kitu kipya. Amen. Amen. Asante Mchungaji Musa kwa kunipa nafasi hii. Sikutarajia, nilikuwa nafikiria nakuja kusikia. Na mimi pia nataka kushukuru Mungu kwa sababu ni wakati mzuri. Amen. Biblia inasema uwe tayari kila wakati. Amen. Sio rahisi watu watumishi wengine wanaenda na ajenda moja. Sio rahisi. Lakini nataka kusema asante, wacha Mungu akaweze kukutumikia. Nataka kuongea tu juu ya maombi. Maombi ni silaha. Vile watumishi wa Mungu walikuwa wanatutia moyo ya kwamba wakati Ana alipitia katika changamoto na wakati alipochukua hatua ya kuomba, ndiposa Mungu alijibu maombi yake. Wakati huu mtu wa Mungu, ninajua katika maisha yako, mara mingi wakati unapobeba neno la Mungu ukiingia katika hekalu, hata usiku wa leo, dada yangu, ndugu yangu, ulipokuwa na uamuzi wa kuingia katika maeneo haya, watu wengi waliweza kukejeli, waliona ya kwamba umekosa kazi ya kufanya. Lakini ashukuriwe Bwana, maana Mungu anakusonga
nyingine ambayo mwanadamu wakati ataanza kuangalia, ataanza kufunguka macho ya kwamba maombi yako itakuwa imekusongesha. Haleluya! So nataka kukutia moyo kwa ajili ya siku ya leo. Ni Bwana amenituma. Wakati alituma mtumishi wa Mungu akanena pamoja na Ibrahimu, akamwambia nataka utoe dhabihu, na Ibrahimu akasikia hiyo sauti. Nataka nikwambie Bwana ametutuma katika mji huu. Haijalishi mtu anapumzika, lakini naamini anatesa pamoja nasi kwa ajili ya usiku wa leo. Ninatambua Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yetu. Wakati aliweka hii jengo katika maeneo haya, alijua walio wachawi na walio wagonjwa wakati itafika pale wataona mkono wa Bwana. Maombi ya siku ya leo haina hasara. Hatuwezi kusema imeenda bure, hatuwezi kusema imekataliwa, lakini kuna wakati ambayo Bwana anataka kujibu maombi yake. Mungu wa Mungu, Mungu haangalii umati. Mungu anaangalia moyo wako jinsi ulikitoa. Mungu anaangalia watoto uliangalia haki, akasema ya baba, haijalishi umekaa katika viwango gani, akasema toka. Haleluya! Nataka nitie mtu moyo kwa ajili ya siku ya leo. Tunaendelea kuwa na mkesha hapa, tutaendelea kusimama katika maeneo haya kila mwezi, na tunajua kwamba Bwana anaenda kubadilisha mji. Bwana anaenda kubadilisha makao haya. Bwana anaenda kuinua viwango vikubwa kwa ajili ya haya madhabahu, maana Mungu aliyeleta haya madhabahu mahali hapa. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu. Kuna wakati ambaye Bwana ananena ndani ya moyo wako. Usikate tamaa. Usione kwamba umekataliwa ukashuka chini. Endelea kuinua sauti kumwambia Bwana, niko pamoja na wewe. Haijalishi nimekataliwa, haijalishi nimetusiwa, lakini huyu Jehova Jireh, yeye ni mwokozi wa maisha yangu. Yeye atabaki kukushika mkono. Yeye atabaki kutembea pamoja na wewe. Yeye atakuinua. Yeye atakubariki. Haleluya! Mwimbaji mwingine akasema, usiponibariki siwezi nikatoka. Wakati ulipoingia katika maeneo ya Kristo Yesu, ukakiri kwamba Yesu ni Bwana, Bwana alianza kubadilisha majina. Nakumbuka wakati mwingine ambayo nilikuwa katika sehemu ambayo sio kawaida, lakini kuna watu ambayo nilikuwa nikitembea pamoja nao. Wakati Bwana alianza kunikeusha, wakaanza kunikejeli. Leo hii wamekuja kama wamechelewa, mimi nimepiga hatua ingine. Bado nimemwambia Bwana, sitarudi nyuma, bali nitaendelea kusonga. Haleluya! Nataka nikutie moyo dada yangu, ndugu yangu, ya kwamba wakati umekiri Yesu kwa mwokozi wa maisha yako, haina hasara, haina madhabahu yoyote ambayo inaweza kuona ya kwamba haitawezekana. Biblia inasema kwa Bwana yote inawezekana. Inasema katika Bwana Yesu Kristo hakuna jambo lisiyowezekana kwa Mungu. Lakini ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ukiwa ndani ya Mungu, Mungu anakuthamini kwa ajili ya maisha yako. Mungu anakuinua, anakufinya, na akasema njoo kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sio mizigo ya hasara, mizigo ambayo Bwana anainua watu wa Mungu. Watu ambao walikuwa nasema watoto wao hawataweza kufanikiwa, leo hii ni madaktari. Watu ambao walikuwa nasema hawataweza kusoma, leo hii ni matrajeta. Watu walikuwa nasema hawataweza kusonga, leo hii wanaendesha magari katika jina la Yesu Kristo. Wakati walipoanza kujenga mahali hapa, ninakumbuka ndugu yangu injinia huyu, tulipokuwa kule, unakumbuka sikusi, tukifuta miti, watu wanasema wachungaji hawana watu. Leo hii wacha nikwambie
Huyu ndugu alienda kazi. Si Mungu alifungua milango. Unajua watu walikuwa wanaangalia ya kwamba ni mtu wa bangi. Vile mimi nilikuwa nikaba, watu walikuwa nasoma sisi vile wakisema watu anatenda aje. Lakini angalia mlango ushuhuda na kuja kwamba alienda kazi. Ndipo unaona Mungu anasimama na watu wa Mungu. Anawatia moyo. Anawainua katika viwango tofauti. Ulio mahali hapa ambaye unakusikate tamaa. Maana nimesikia ushuhuda ambaye mimi mwenyewe nilikuwa mahali hapa. Nilipokuwa na mchungaji tukitembea tukitafuta hizi nguzo. Watu walikuwa naona ni watu wengi, watu watatu. Leo hii watu wakuja hapa waone yale muujiza ambayo Bwana amefanya. Watashaka. Na bado wanakuja. Amen. Bado wanajaa. Amen. Bado tunaenda kupanua hii jengo. Yes. Tutapanua hii plot tunalipata. Tukimwambia wewe ni Mungu. Wakati nilipoanza kuweka msingi mahali hapa, watu wakaanza kusoma wakisema, na sasa hii kitu kubwa hii watamaliza. Siwakuja waangalie vile Mungu amefanya. Kwa sababu ya maombi. Wacha tuangalie katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 9. Kuna mtu amefika mahali. Biblia inasema hivi. Kitabu ni Mathayo mlango wa 6 kuanzia mstari wa 9. Basi ninyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Jina la nani? Jina lako Mungu litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Utupe leo riziki yetu. Sikia sasa. Utupe leo. Sio kesho, leo, usiku wa leo. Kaa chini ndugu yangu. Utupe leo riziki yetu. Haleluya. Nataka nikutie moyo usiku wa leo. Bwana anatupa tumaini ya maombi. Anasema saleni hivi. Anaanza kutuelekeza kwa ajili ya sala. Baba yetu ulio juu mbinguni, haleluya, anatutia moyo, anatupa matumaini ya kwamba riziki ya siku ya leo mtu asiseme ni kesho, maana mwenyewe ameleta idea kwa ajili ya maisha yangu na maisha yako. Nataka nikutie moyo kwa ajili ya siku ya leo. Maombi ambayo tuko tunaomba maeneo haya siku ya leo ama usiku wa leo, Bwana anaenda kujibu maombi yako, mtu wa Mungu. Sikeni kwambie ndugu yangu, kutia moyo, kwa sababu wakati Yohana pamoja na Petro walipokuwa wakiingia katika hekalu, wakapata mtu mmoja ambaye alikuwa amezaliwa katika tumbo la mama yake. Hiyo siku walipomuinua, wakamwambia, tunataka tukupee, sisi hatuna fedha, bali tunataka tukupee kitu ambayo itakusaidia. Maana kuna watu walikuwa wanakula kupitia kwake. Walipokuwa wakiangalia maisha yake, wakasema sisi hii ndio sito ambayo tutakuwa tukitumia. Lakini kuna siku siku ilifika kama siku ya leo ambayo waliweza kusimama pamoja. Wakamwambia Petro, Yohana pamoja na Petro walipoingia katika hekalu, yeye anasema hekalu nzuri kama hii, ya kwamba katika maeneo haya wakapata mtu ambaye labda ni wewe pamoja na siku ya leo ni mimi. Akaanza kumtia moyo, akamwambia siku ya leo utasimama, utatembea, kwa sababu walikuwa katika imani. Ninataka nikutie moyo kwa ajili ya usiku wa leo, ya kwamba Biblia inasema saleni hivi. Baba yetu aliye juu mbinguni, yaani ni Mungu, anaanza kuongea mambo mazito katika maisha yangu. Sijui unaiona namna gani wakati unaposoma neno la Mungu linakutia
leo, siku ya leo. Sio amesema kesho kweli. Leo mtu wa Mungu, kuna kitu ambayo umetarajia kwa muda. Nataka nikwambie usiku wa leo, wakati unapokuwa na imani, wakati unapokuwa na matumaini, ukikiri ya kwamba Yesu ni Bwana ndani ya Mwokozi wako, ndiyo siku ya leo. Ama tuseme hivi, kabla mwaka huu utaisha, Bwana anaenda kusababisha jambo jipya katika maisha. Usikate tamaa. Usione ya kwamba umechelewa. Wakati umefika ambayo Bwana anasababisha mambo makubwa. Ndipo saa ingine watu wanatutia moyo ya kwamba ubarikiwe mpaka mji kushangae. Haleluya! Nataka nikutie moyo kwa ajili ya usiku wa leo. Mtu wa Mungu, haijalishi walifunga maisha yako, wakasema hautafanikiwa, wakasema hautaweza kuwa na uzao katika tumbo lako, lakini siku ya leo, maombi ambayo unaomba mahali hapa siku ya leo, Bwana anajibu. Endelea tu mtumishi. Okay. Mstari wa 12 inasema, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tunavyowasamehe wadeni wetu. Utusamehe deni zetu kama sisi pia tunapowasamehe wadeni zetu. Haleluya. Sasa nataka nikwambie, wakati Mungu anaanza kujibu maombi yako na maombi yako, kuna kitu kinazungumziwa msamaha. Mtu wa Mungu, katika maisha ya ulimwengu huu, Biblia imezungumzia juu ya msamaha. Humbela unasitoa mundu kinyaka kiosi mwanao mwali sangine Mungu anafunga baraka zao. Nataka nikutie moyo, achilia. Wakati unapoachilia, Mungu anaanza kufungua milango na madirisha kwa sababu ya msamaha. Mungu ukame ya ile mwiko tutasameana mbinguni hakuna hapa. Ndiposa ufaulu waachilia kuanzia siku ya leo, na ndiposa uone Bwana anafanya nini katika maisha yako. Haijalishi umefungwa, haijalishi umekaa ndani ya utungu, lakini kwa ajili ya usiku leo, Bwana amenituma nikaweza kunena na watu wa Mayanja ya kwamba haijalishi uko katika nyumba ya Bwana, haijalishi uko katika nyumba yako, haijalishi kuna mwingine ameketi juu ya kitanda anakusikiliza kwa ajili ya siku ya leo. Baraka ziko katika maisha yako, lakini usiposameha hautaweza kusamehewa. Chukua hatua hii, mtu wa Mungu. Chukua hii hatua, uone vile Bwana anafanya maagizo yake. Wakati unapoachilia nafasi hiyo, unakuja kuona ya kwamba Mungu anaachilia mapenzi yake. Ndipo akasema mapenzi yake ifanyike hapa duniani kama kule mbinguni. Usiposamehe ndugu yangu utaomba. Usiposamehe dada yangu utaomba. Utafika mahali useme nimeokoka. Utafika mahali useme nimekataliwa. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kimeshika moyo wako, msamaha. Kuna vitu umefanya vizuri, kila kitu ni kizuri. Wakati unapozungumza ni kizuri, lakini kuna kitu moja ambayo Bwana anasema msamaha. Wakati unaposamehe ndugu yangu, unaona ya kwamba Bwana anaachilia nafasi katika maisha yako na maisha yako. Wakati unaposamehe, ule Mungu anakuangalia, anajua kwamba wewe ni mtu wa dhamana katika maisha yake. Haijalishi ulikuwa umefungwa katika mlango gani, unaona vitu vinaanza kutembea, unaona maisha yako yanaanza kuinuliwa, unaona nyumba yako inaanza kubadilika, unaona hata mahali penye anatembea hata kutembea pia inaanza kubadilika. Wanaanza kusema sasa, kuna msemo ambayo watu wa ulimwengu wanasema leo hii, wakiona dada fulani Mungu amemhudumia, anaanza kumpraise Bwana, wanaanza kumweka maneno ambayo wanaweza kusema aliingia katika sehemu nyingine ambayo sio ya kiungu, lakini Bwana atakuwa amefanya. Watasema, watafika mahali
wangapi watanyamaza? Haleluya. So nataka nikutie moyo, wakati unaposali Bwana anatutia nguvu ama anatuonyesha maombi ya kuomba hata usiku wa leo. Wakati unapomwambia Bwana kwa ajili ya siku ya leo, hakika nilipotoka katika nyumba yangu, hakika wiki hii nilipoanza wiki hii, nimeona mkono wa Bwana katika maisha yangu, nimeona Mungu ukiniinua maisha yangu, nimeona nikiwa na uzima katika maisha yangu. Leo hii kwa ajili ya usiku wa leo, nilikuwa ninatamani kitu fulani kwa upendo wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema Bwana atakubariki. Haleluya. Atakubariki wakati unapotoka. Wakati mchungaji amesimama hapa akasema wakati wanataka baraka, mimi nikiwa ndani tumeinua mikono. Haleluya. Tuendelee tumisho. Mstari wa 13. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Yaani ni kuangalia kwamba katika maisha ya ulimwengu huu kuna majaribio, lakini anaweza kutuhonya ya kwamba usitutie katika majaribio, maana ufalme wa Mungu ni wako. Haleluya. Nyanga sina bisi niliyobola wakati mimi sangini wanaona nikimwambia Bwana katika maisha yangu, Mungu nikumbuke. Wakati ninaona mlango umefungwa, naanza kumwambia wewe, unasema wakati umefunga mlango kuna wakati wa kufunguliwa. Wakati naanza kumwoji Bwana, ninafika mahali naona Bwana akitenda jambo jipya, na ninafika mahali nasema kweli wewe ni Mungu wa ajabu. Na niwa nikiona Mungu akinitendea, niwa nikiona Bwana akifanya maagano katika maisha yangu. Na ndiposa nimekuja kukupa ushuhuda kwa ajili ya siku ya leo. Wakati unapomwambia Bwana usinitie katika majaribio, yeye usikia maombi yako. Maana najua umeomba, chochote utakayeomba hapa duniani, mbinguni itafunguliwa. Wakati unapomwambia Bwana na kushukuru kwa sababu ya hili jambo, usinitie katika majaribu, maana ufalme wa Mungu ni wako. Yeye anajua mtoto yangu ameomba. Wakati unapoomba samaki, Biblia inasema hautaweza kupewa nyoka. Wakati unapoomba mkate, hautapewa jiwe, utapewa mkate. Ndiposa tumekuja kwa sababu ya kazi ya Bwana. Tukimwambia Bwana kwa ajili ya usiku wa leo, tumejitoa kwa ajili ya kazi ya mikono yako. Hakika Bwana usituache, maana unasema saleni hivi: Baba uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, ufanyike duniani kama huku mbinguni. Utupe riziki yako ya kila siku. Wakati unapomwambia Bwana kwa ajili ya riziki, mimi sina kazi Baba, mimi sina kazi wala sina pesa, nimekosa wakati mmoja, nimekosa hekalu ya watoto wangu, lakini siku ya leo Baba, kumbuka watoto wanaenda kufungua shule. Ninakuhitaji Bwana kwa ajili ya watoto wangu, wasikae nyumbani, kwa sababu na mimi ni mwombezi wako. Bwana atafanya. Haleluya. Nakumbuka siku moja nilikuwa na watoto karibu 3 wanajoin. Nikakuja nikaambia askofu wangu Moses, pia baba, mara hii kimeumana wangu wawili, na nimekaa na mtoto mshirika kuanzia class 4 amefanya class 8. Sasa nitapeleka wangu niwache hawa, niwache huyu, ama nitafanyaje? Mchungaji akaniambia twende kwa mwalimu. Tulikaa huko siku 3. Ya ile tuliporudi, ninasikia ya kwamba kwanza mtoto ambaye ninakaa naye amepata scholarship. Amen. Nikasema wewe ni Mungu. Amen. Hakika umetenda. Yes.
kijana wangu pia nikasikia askofu akanipigia simu, Steve, wewe uko na mtoto aliyofanya klasi, nikasema ndio askofu. Mlete. Pia yeye nikampeleka bure. Amen. Nikabaki na mmoja nikampeleka Ndegero. Nikaona Ndegero ni rahisi. Maombi. Yes. Amen. Vile tunazungumza hivi, huyo mtoto ni mada. Ndiyo kwa nikikana. Amen. Sasa hivi unaona hii katungu kidogo hivi. Wanaleta mkiko. Amen. Chenye ulipanda utavuna. Haleluya. Amen. Ukitenda mema najitendea mwenyewe. Haleluya. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu ulio mahali hapa. Usikate tamaa. Usione ya kwamba umechelewa. Kuna wakati Mungu atajibu. Amen. Kuna wakati Mungu atafanya. Kuna ushuhuda mkubwa ambayo ninaweza kuwatia moyo. Kuna ndugu yangu mmoja, wakati tulikuwa tukibeba magunia na mchungaji Musa. Nakumbuka mtu tulikuwa tunamuita Oshese. Huyo ndugu siku hizi alibarikiwa. Amen. Sasa hiyo kiingia kwa boma lake, hii gari inatokea huku, hii inatokea huku, hii inatokea huku. Kwa sababu wakati mmoja tulipokuwa tukikaa, nikaanza kumwambia ya kwamba ndugu yangu usikate tamaa. Certificate zako ambazo uko nazo, wakati unapepa kunyewa wakikwambia Oshese, wakikusukuma nyuma, wewe mwambia Bwana, wewe unanijua. Leo hii hata akikwambia tukikutana yeye, ukimwambia alikwambia nilikuwa nikipepa makunia kwa reli, Stephen akinifukuza na Pastor Musa, utafikiria anakwambia uongo. Leo hii anatembea kwa mabraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maombi. Hakuna kitu ambayo kinaweza kushinda maombi. Maombi ni ufunguo. Amen. Wakati Mungu alinena pamoja na Musa, Musa alikuwa akifika mahali akimwambia Bwana, sasa angalia tumefika katika bahari. Mungu alikuwa akimwelekeza katika maombi. Ndiposa bahari ikafunguka, maadui wakakuja pamoja nao, kaanza kuwafuata na akamtia moyo ya kwamba usiogope wala usifadhaike ndani ya moyo wako. Mwamini Mungu maana yeye atakutetea. Nataka nikutie moyo usiku wa leo. Usiku wa manane huu, mtu wa Mungu, wewe mtumainia Bwana kwa mwokozi wa maisha yako. Mwambie Bwana, katika maisha ambayo ninaishi kuna siku itapambazuka. Wale walikuwa wanaona sitaweza kuona hii nchi, kuna siku watakuja kujua ya kwamba labda sio wewe, kwa sababu Bwana atakuwa ametenda ishara na muujiza. Wakati nilipokuwa nikiwaelekeza kwake mtumishi wa Mungu Petro pamoja na Yohana, yule ndugu ambaye alikuwa kieme, siku moja ilikuwa asubuhi karibu 2:00 wakiingia katika hekalu, huyo ndugu alisimama akaanza kutembea kwa sababu siku ilikuwa imefika. Usikate tamaa mtu wa Mungu. Usiseme nimeomba, nimeshuka chini nikimwambia Bwana unastahili. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Ukafika mahali ukakata tamaa. Hapana, kuna wakati inakuja. Usiangalie umekuwa mzee, usiangalie umeteseka, usiangalie kwamba nimefika katika kiwango gani. Kuna wakati unakuja ambaye Bwana anaenda kutenda ishara. Maadui wote ambao walikuwa wakisema ya kwamba hautaweza kuonekana, watakuja kuona ya kwamba Bwana amekuinua. Maadui ambao walikuwa wamesimama juu ya maisha yako, wakati inafika hawataweza kuonekana, maana Mungu atakuwa ametenda ishara na muujiza juu ya maisha yako. Huyu Bwana Yesu, ninapenda huyu Yesu, maana mahali penye amenitoa mtu wa Mungu. Nikikupea ushuhuda unaweza kusema, lakini huyo ndugu labda ananena uongo, lakini nimemuona mkono wa Bwana kwa ajili ya maisha ya Mwenyezi Mungu. Nimeona huyu Bwana akitenda. Nimeona huyu Mungu katika maombi ya siku ya leo. Nimeona Mungu akiinua maisha ya watu wa Mungu. Nimeona Mungu akiinua
Wakati mambo iligeuka, walichukua yake wakaongezea mwingine. Sasa usikate tamaa kama uko naye, endelea kumwabudu Mungu katika roho na kweli, maana utaongezewa. Haleluya. Ukichukua Yesu ukimweka ndani ya Mwokozi wa maisha yako, mahali popote unapotembea, unaona kwamba Yesu Kristo yeye peke yake ndiye atakayesimama pamoja na wewe. Haijalishi kuna maadui wamesimama, haijalishi walichukua vitu zako, haijalishi walisema ya kwamba hautaweza kusonga, lakini Bwana Yesu Kristo wakati unapomwambia Bwana, nije chini ya ufuli wako, wewe uko pamoja nami, nitakutumikia katika roho na kweli, Bwana atasimama pamoja na wewe. Haijalishi katika maisha yako walisema hautaweza kusonga, Bwana atakusongesha. Bwana atakuinua. Makao ambayo watu walikuwa nalia ya kwamba tumemfaulu. Kuna maisha ambayo unaweza kuishi mtu wa Mungu, umekaa katika maisha ya kukataliwa, mahali popote unapotembea, mahali unapopita umekataliwa, lakini ndani ya moyo wako umechukua Kristo kwa Mwokozi wa maisha yako. Haijalishi wanadamu watakukataa, lakini huyu Yesu Kristo atakusongesha karibu. Huyu Yesu Kristo atakusongesha chini ya mfuni wake, atakwambia mtoto wangu, dada yangu, songa karibu na mimi ili nikaweza kusimama katika maisha yako. Haijalishi umekataliwa kwa hii muda yote, lakini leo hii asubuhi ya leo Bwana anazungumza juu ya maisha yangu na maisha yako. Leo hii kuna jambo jipya kinaenda kufanyika, kwa sababu umesimama ukamwambia Bwana, niko chini ya mikono yako, nitakuhitaji kwa ajili ya ukombozi wako. Niambia katika Zaburi 35, wakati Mungu anaponena na watu wa Mungu, haijalishi umefungwa, haijalishi umerogwa, haijalishi umefanya namna gani, Mungu atajibu maombi yako, Mungu atakuinua, Mungu atanena pamoja nawe. Watakayekuwa kinyume na maisha yako, Biblia inasema Mungu atakuwa kinyume na maisha yake. Bwana mwenyewe ananena juu yako, ananena kwa yule mtu anamjua Kristo kwa Mwokozi wa maisha yake, ananena kusio wote ambao wanasema Bwana 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 wataingia katika ufalme wa Mungu, bali anayekwambia Bwana Kristo ameingia ndani ya moyo wake, anatambua kwa Mwokozi wa maisha yake. Yeye ndiye anasema atakayeokoa maisha yake, Bwana atachukua hatua ya kupigana pamoja naye. Bwana atachukua hatua ya kukausha makao yake, ili jina la Bwana litaweza kuitwalia utukufu. Usikate tamaa, usiogope ya kwamba kuita Kristo kwa Mwokozi wa maisha yako. Bwana ana makusudi kwa kukuokoa, alikuwa na lengo atakusongesha. Wakati ulikuwa umelemewa na mizigo ya ulezi, wakati ulikuwa umelemewa na mizigo ya magonjwa, unazunguka na watoto kwa magonjwa, kuna siku Mungu aliachilia neema, kwa sababu alijua unaweza kusimama katikati ya mikono yake. Usiku wa leo nataka nikutie moyo, usiogope, endelea na safari, endelea na kazi ya Bwana, kwa sababu anajua maisha yako jinsi ulivyo. Haijalishi wataweka madawa unapotoka. Wengine wakati ulipotoka wakaanza kupanga mipango ya kufunga mlango, kuita Yesu amewekelea ukuta mbalimbali. Wakati unapoingia utapata vitu zako viko sawa, utapata jinsi ulipotoka kwa nyumba, Mungu ameweka ulinzi ya kwamba kuna watu wanasema ya kwamba sasa nikitoka katika nyumba hii, nani atakayelinda nyumba? Ninasema alipaye mtu pia Bwana afanya kazi kule. Wewe umemtumainia Bwana kwa ajili ya siku ya leo, nimekuja kukutia moyo usiku wa leo. Haijalishi umefungwa katika maondokano, haijalishi ulikuwa
nakwambia wakati ndio nasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Wakati wa mwisho Mungu anasimama pamoja nawe. Wakati wa mwisho Mungu anafungua milango zako. Wakati wa mwisho Mungu anafungua madhabahu yako. Madhabahu ambayo ilikuwa imefungwa, wakati imefika pale Bwana anaachilia madhabahu yako juu ya maisha yako, katika maisha yako. Oh my God, yani kuna kitu inasumbua maisha yako. Sio kupenda kwako ukae chini ya ufuni, sio kupenda kwako ukae chini ya kilio, sio kupenda kwako kuna misukuma, lakini usiku wa leo Bwana anafungua hiyo minyororo. Bwana anafungua hiyo minyororo. Madhabahu ya urefu na magongo, madhabahu ya kiburi, sio kupenda kwako ndugu yangu, sio kupenda kwako ukae juu ya kiburi. Kuna madhabahu imetumwa juu yako, lakini usiku wa leo Bwana ananena ndani ya moyo wangu, sio kupenda kwako. Bwana anaenda kuondoa, unaenda kuwa huru kweli kweli. Bwana anafungua milango pasipo mlango. Bwana anafungua milango pasipo mlango. Usiku wa manane wa siku ya leo Bwana ananena juu ya mawazo yako ya kwamba leo ningekuwa wapi, lakini Mungu anakuleta katika madhabahu haya. Mtu unayelala kwa ajili ya usiku wa leo, nimekuja kunena juu ya maisha yenu. Bwana amenituma katika mtu huu nikaweza kunena na watu wa Mungu. Wengine wamefungwa kwa ajili ya madhabahu ya ulevi, lakini siku ya leo Bwana amekuja kuwafungua. Umeteseka ya kutosha, umeteseka ya kutosha Mungu. Dada yangu umeteseka ya kutosha. Leo kuna kufunguliwa, leo kuna kufunguliwa katika maisha yako. Mwaka unaendelea kusumbua Mungu, mwaka unaenda. Unaweza kusema basi nimekuhajire, unasema Bwana leo hii kuna kitu kipya ambaye Bwana anaenda kulifanya. Ukichukua moyo wako ukiwa huru, ukimwambia Bwana niko mahali hapa. Kumbuka maisha yangu jinsi nilipokuwa nikiteseka. Kumbuka njia zangu jinsi nilipokuwa nikiteseka. Leo hii Bwana nataka ukumbuke makao yangu. Leo hii Baba nataka ukumbuke njia zangu. Haijalishi umekaa kwa kuteseka kwa muda gani. Kuna siku ambayo ya usiku ya leo. Biblia inasema leo, siku ya leo kuna kitu ambayo Bwana anataka kufanya juu ya maisha yako. Haitaweza kusema ni kesho. Imezungumzia kwa ajili ya siku ya leo. Ukimwamini Kristo ya kwamba Baba, nimeshuka chini, nimenyenyekea chini ya miguu yako. Bwana nisamehe katika maisha ambayo ninaishi, nisamehe nawe utaweza kusamehe. Bwana anasema atakusamehe wakati unapokuja ukimwambia Bwana, nimesimama katika hili pengo, nimekuwa na uchungu katika moyo wangu, nimeteseka kwa muda. Wakati ambaye Mungu anaachilia, wakati unapoachilia katika hiyo hali, Bwana anaweza kufungua milango zako. Bwana anaweza kufungua milango zako. Unaona, tunaweza kutembea tukiwa huru. Wakati unapoanza kunenepa, wanaweza kusema umepigwa sindani, wanaweza kusema umewekwa madawa, na Mungu atakuwa amefanya kazi yako. Sasa usiogope kumtumikia Bwana katika maisha yako, maana yeye ni mwaminifu. Atatenda kulingana na uwezo wako, atatenda kulingana na uaminifu wako. Lakini ukiwa mwongo kama Anania na Safira, wakati itafika utakufa, hautapona, kwa sababu utakwenda kuangalia Roho Mtakatifu. Anania pamoja na Safira waliweka maagano na Mungu, vile wewe waliweka maagano na Mungu wako, kasema nitakutumikia katika maisha yako, nitamshuka chini katika moyo wako, lakini Mungu ikafanya wakakufa. Nataka nikwambie usiku wa leo ya kwamba wakati nakiri kuliko kwa mwokozi wa maisha yako, ukasema ninaachana na hii, nimechukua mkono wako Baba, nitakutumikia kwa maisha yangu yote. Bwana atakushika mkono, Bwana atatembea pamoja na wewe. Wakati alipotembea na Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, kataa mtoe dhabihu.
tuliingia katika mikono ya Bwana, tukuwe waaminifu mbele ya Jehova, ili Bwana ataweze kutuinua, ili Bwana ataweze kututendea, ili Bwana atatupe makao ambayo ya milele, ambayo tutamwambia wewe Bwana, haleluya, hosana. Wewe ni Mungu unayetupenda, wewe ni Mungu unayetuosha na damu yako, na tunakushukuru kwa upendo wako na fadhili zako, maana ni za milele. Watu watasimama pamoja na wewe, watu watatembea wakikuangalia katika maisha yako, watu watazunguka shamba lako, watu watazunguka watoto wako, lakini Bwana Yesu Kristo atakuwa upande wako, atasimama na ukingo wako, atasema wewe ni mtoto wangu. Aliposimama pamoja na Musa, akatembea pamoja naye wakiingia katika nchi ya agano, akamwambia Musa, sitakuacha, nenda pamoja, niko na wewe. Nataka nikwambie hii mwendo, usiogope, endelea kumwambia Bwana ni wewe. Yes. Amen. Hata hawa wengine, hata ukiwa wewe peke yako, chomoka kwenda, kwa sababu ana malengo na makusudi, ana kibali, anajua utasimama, utasalisha, utaokoa mioyo, utatembea katika mioyo ya watu wa Mungu. Watu wataokoka kupitia kwa mikono yako. Wewe ni Mungu waweza yote, hakuna Mungu kama. Wacha tusimame tuone, tuimbe kidogo.